Bushra TV. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يفضل ما يشاء من الأيام والشهور ويعظم ما يريد من الأوقات والدهور. أحمده على جميع الأحوال وأشكره على إنعامه والإفضال. لك الحمد يا منان حمدا مباركا يدوم كثيرا طيبا متتابعا. لك الحمد يا رب بالإسلام أكبر نعمة، يا رب واجعلني تقيا وطائعا. لك الحمد يا رب بالمختار أكرم رسل، يا رب واجعلني أكون متابعا. لك الحمد يا رب أن عافيتنا ورزقتنا من الخير يا رب كثيرا وواسعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فضل 10 ذي الحجة على بقية الأيام وجعلها وقتا للركن الخامس من أركان الإسلام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه على خلقه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأماكنها المشروعة، وحث الأولاد والأهل على ذلك. فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وروى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أفضل فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث في صحيح البخاري في كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق، وكذلك في سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. Ikhwani fillah, kwanza kabisa tunaichukua fursa hii tukufu kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia kumtakia sala na salamu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ni neema kubwa tukiwa tuko katika juma la mwisho katika mwezi mtukufu wa Dhul-Qa'da. Tupo karibu kuingia katika mwezi mtukufu wa Dhul-Hijja. Mwenyezi Mungu atufikishe ndani ya mwezi kama huu ambao kwamba ameukirimu katika masiku yake ya mwanzo. Ikhwani fillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Al-Qur'an Al-Karim: wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mola wako mlezi aumba anachokitaka na anachagua katika kuumba. Yani katika maisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sunna. Kuna fadhil
wal mafdhul, kuna mtu aliyokuwa bora na kuna mtu aliyoshindwa katika ubora, na hii ipo katika kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni sisi binadamu ama viumbe vingine. Mwenyezi Mungu amefadhilisha katika kila kiumbe. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna Allah ikhtara, Mwenyezi Mungu kachagua, fi sanati, katika mwaka mzima, 13 makumi matatu. Kumi la kwanza ni gani? Al-ashru al-akhir min Ramadhan, ni kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lima fihi min barakati lailatul qadr, kwa sababu ndani yake kuna baraka ya usiku wa cheo, usiku wenye cheo. Vile vile kumi la mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, kwa sababu ndani yake kuna yaumu Arafa, kuna yaumu Nahar, na vile vile siku za mwanzo 10 katika mwezi wa Muharram, kwa sababu ndani ya mwezi wa Muharram kuna yaumu Ashura na kuna yaumu At-Tasua. Sasa ikhwani fillah, nataka leo tuende katika fi matla'i surati al-Fajr, mwanzo wa surati al-Fajr. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye akatumia, kaileta Qur'ani juu ya modari uliokuwa mkubwa, kaileta Qur'ani kwa lugha ambayo kwamba ni fasaha, lugha ya Kiarabu. Mwenyezi Mungu hizi sura zilizokuwa 114, kuna namna kila sura ameianza. Kuna namna sura ameianza kwa habari, kuna namna sura ameianza kwa amri, kuna namna sura ameianza kwa sharti, kuna namna sura ameianza kwa kuileta hurufu muqata. Sasa hii sura Mwenyezi Mungu kaileta kwa qasam, kwa kiapo, anasema wal fajri, Mwenyezi Mungu anaiapia alfajiri, wa layalin ashr, na anayapia masiku 10. Ni masiku 10 gapi aliyoapiwa na ni alfajiri ipi iliyoapiwa? Ulama wametafarra, yani wamekuja na tafsiri tofauti tofauti, lakini hatutoingia katika ikhtilafu za ulama tafsir. Alhasil, tutaangalia aqawlu rajih ma ruya an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kauli ambayo kwamba Abdullah ibn Abbas, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwombea huyu sahaba, akamwambia ya Rabbi, mjalie huyu, Allahumma allimhu at-ta'wil wa at-tafsir, mjalie ta'wil na mjalie tafsiri al-Qur'an al-Karim. Sasa Abdullah ibn Abbas ni katika wafasiri wakubwa wanaotegemewa katika ulimwengu huu wa tafsiri al-Qur'an. Abdullah ibn Abbas anasema kwamba walayali al-ashri, inna al-layaliya al-ashra allati aqsama biha Allah hiya layali al-ashri al-awwal min Dhul-Hijja, ni masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhul-Hijja. Mwenyezi Mungu anayapia masiku 10 ya mwanzo wa Dhul-Hijja. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema washafi'i, na Mwenyezi Mungu vile vile anasema washafi'i wal watri. Ulama wamekhtalifiana, baadhi yao wakasema ash-shafi'i ni kila sala yenye kugawanyika na mbili, mfano dhuhuri, subhi, asri, isha, hiyo ni ash-shafi'i. Wal watri ni ambayo kwamba igawanyike na mbili, nao ni salatul maghrib. Ulama wengine wakasema al-ashr ash-shafi'i ni al-khalq, ni viumbe, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala viumbe vyote ameviumba in pairs, ikiwa sisi wanadamu kuna wanaume na mwanamke. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ile yenye kugawanyika na mbili anaita shafi'i. Kwa hiyo ni kila kiumbe, ikiwa mbingu imeumbwa nayo ina mukhalafa wake kwamba ni ardhi, mashariki na magharibi. Kwa hiyo ash-shafi'i kullu makhluqat, ni viumbe vyote. Wal watri ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ni faridun wahidun ahadun samad, yeye ndo ni al-watr. Ulama wengine wakasema ash-shafi'i ni yawmun nahri, ni siku ile ya 10 katika Dhul-Hijja, na al-watr ni yawmu Arafa. Na hii ndio kauli Abdullah ibn Abbas akisema kwamba ash-shafi'i ni yawmun nahri wal watr ni yawmu Arafa. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuleta al-qasam katika haya maneno mwanzo wa suratul Fajr. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
ni kuonesha utukufu wa masiku kama haya na kuonesha kwamba yoyote atakayejaliwa kuyapata masiku haya basi amejaliwa neema kubwa. Katika Al-Qur'an Al-Karim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia kuonesha utukufu wa masiku haya anasema al-hajju ashhurun ma'lumat. Hiyo haji, ibada ya haji ni katika miezi ambayo kwamba ni mitukufu. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 142 suratul A'raf Mwenyezi Mungu anasema wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'10 fatamma miqatu rabbih 40 laylatan. Mwenyezi Mungu anasema alimwahidi Nabii Musa ni usiku ama masiku 30, kisha akatimiza masiku haya kwa siku 10. Masiku 10 hayo ni gani? Mujahid katika wafasiri wa Qur'an al-Karim rahimahullahu ta'ala anasema kwamba hizi 10 ni siku gani? Akasema ma min amalin fi ayami as-sanati afdalu minhu fi al-ashr dhil-hijja. Anasema hakuna amali yoyote ambayo kwamba utaifanya katika mwaka mzima itakuwa ni bora kuliko amali utakayofanya katika siku 10 za Dhul-Hijja. Kwa sababu gani? Hiya al-ashru allati atammaha Allah li Musa alayhi salatu wasalam. Kwa sababu hizo siku 10 za Dhul-Hijja ndio ni siku 10 ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtimizia Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hajj anamwambia Nabii Ibrahim wa'adhin fil nas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amid liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum Allah min bahimati al-an'am. Mwenyezi Mungu akataja kilima cha ayyaman ma'lumat fi ayyamin ma'lumat. Ayyamun ma'lumat ni gani? Ni siku hizi 10 za Dhul-Hijja. Kwa hiyo Al-Qur'an Al-Karim inaonyesha kwamba masiku kama haya ni matukufu. Tukienda katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo kwamba iko katika Sahih Bukhari, hadithi nambari 969 katika kitabu al-Eidain, babu fadli al-amali fi ayami at-tashriq, ipo katika sunani ya Imam Abu Daud, katika kitabu Siyam ipo katika sunani ya Imam Tirmidhi, katika kitabu Siyam ipo katika sunani ya Imam Ibn Majah, hadithi ambayo kwamba ni sahihi, hadithi iliyotoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah, hakuna katika siku yoyote masiku ya mwaka mzima al-amalu as-salihu, amali yenye kusulihi. Sharti iwe ni amali yenye kusulihi. Unaweza ukafanya amali iliyofaradhishwa ama iliyowekwa katika sharia lakini isiyo na sifa ya kusulihi. Sasa amali yenye kusulihi iwe ni yoyote ina mankana, iwe ni yoyote hiyo amali ndani ya masiku haya ya Dhul-Hijja, ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, inapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko masiku haya, yani ayyam al-ashr. Mtume akipendelea ni masiku 10 ya Dhul-Hijja. Mwenyezi Mungu kusema, Mtume kusema kwamba ahabbu ila Allah, Mwenyezi Mungu hapendi isipokuwa ni kile ambacho kwamba ni kizuri na kilichokuwa bora. Sasa amali yoyote, Ibn Rajab anasema katika Lataiful Ma'arif kwamba kuna amali ambayo kwamba ni fadhil, kisha kuna amali ambayo kwamba ni mafdhul. Yani kuna amali iliyokuwa bora, kama Mtume katika ahadith ametaja amali zilizokuwa bora, akisema katika amali zilizokuwa bora as-salatu ala waqtiha, ni kusali kwa wakati. Kisha kaulizwa amali gani, akasema birrul walidain. Sasa tuseme kusali kwa wakati ni amali iliyokuwa bora. Tukisema birrul walidain imeshindwa na as-salatu fi waqtiha, kusali kwa wakati, kufanyia wema wazazi wawili kumeshindwa hapa,
Kwa hiyo hii swala kwa wakati ni amali ambayo kwamba ni fadhil, na birrul walidain ni mafdhul. Kuswali kwa wakati imeshinda, na kuwafanyia wema wazazi wenu kumeshindwa na hii as-salatu ala waqtiha. Sasa hapa Ibn Rajab al-Hanbali anasema kwamba huenda kwamba hii amali ambayo kwamba ni mafdhul ukaifanya katika masiku 10 haya ikawa ni bora kuliko kufanya ile amali ambayo kwamba ni fadhil katika masiku mengine. Yani ukifanya amali ambayo kwamba ni mafdhul si bora zaidi, kuna nyingine bora zaidi. Ile bora zaidi ikiwa hautoifanya katika masiku haya 10 itakuwa imeshindwa na ile ambayo kwamba imeshindwa ubora katika masiku haya 10. Ndio maana masahaba wakashangaa wakamuuliza, wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, yani mtu akifanya amali yoyote katika masiku haya 10 yanapendekeza zaidi kwa Allah, hata jihadi imeshindwa? Mtume akasema, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi. Yani wewe ukifanya amali ambayo kama ni nzuri katika siku 10 hizi za Dhulhijja, wewe ni bora na unapendekeza zaidi kuliko mtu mwingine ambaye kwamba atapigana jihad katika masiku ambayo kwamba si ya Dhulhijja. Mtume kisha akavuka akasema, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye kwamba ataenda jihad. Huyo mtu ataenda na mali yake, ataenda na nafsi yake, ataenda na mali yake. Yani yeye mwenyewe ameenda na pia ameenda na mali. Falam yarja min dhalika bi shay'in, kisha huyo mtu asirudi na chochote katika hivyo vitu viwili. Yani mwenyewe akafariki katika jihad na ile mali pia ikachukuliwa. Huyo mtu ndio ni mtu aliyokuwa bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikhwani fillah, masiku haya ni matukufu na masiku haya ni bora. Kwa nini masiku haya yawe ni bora? Kwanza, masiku haya yana tarikh katika Uislamu. Al-Imam Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema, al-yawm al-awwal, ama awwal yawm min Dhul-Hijja, siku ya mwanzo katika Dhul-Hijja, ghafara Allah li Adam alayhi salatu wassalam. Hii ni siku ambayo kwamba Allah alimsamehe baba yetu Adam. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Siku ya mwanzo ya Dhul-Hijja, Mwenyezi Mungu ni siku aliyokubali toba ya baba yetu Adam. Al-yawm ath-thani, siku ya pili ya Dhul-Hijja, istajaba Allah fihi du'a Yunus, ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alikubali dua ya Yunus. Wa dhannuni dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratul Anbiya anaelezea kisa cha Nabii Yunus, kwamba Nabii Yunus baada ya kufanya da'wa kwa watu wake, watu wakawa wanampinga na wanamkadhibisha, wamezidi katika kufanya maasi. Mwisho akawa na hasira, anasafiri, yuko katika kipando katika bahari, anamezwa na samaki mkubwa kama utewa, lakini akanadi ndani ya kiza cha bahari, ndani ya kiza cha tumbo la samaki, akasema, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Al-yawm ath-thalith, siku ya tatu katika Dhul-Hijja, al-Imam Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema kwamba ni siku ambayo kwamba istajaba fihi dua Zakaria. Mwenyezi Mungu alijibu dua ya Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiya. Mwenyezi Mungu anamwambia Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'alhu min qablu samia. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin, sisi tukupatia bishara wewe. Aliponadi Zakaria maombi kwa hali ya kujificha, kwa hali ya kujinyongesha, kwa hali ya kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Suratu Ali Imran, Mwenyezi Mungu anasema, hunalika daa Zakaria rabbahu, hapo ndo Zakaria alimuomba Mola wake.
ya Rabbi nipatie kizazi kilichokuwa kichema. Fanadatuhu almalaika wa huwa qa'imun yusalli fi almihrab, malaika wakamnadi katika swala, anaswali katika mihrab, kwamba amepatiwa bishara. Siku ya 4 katika siku 10 za Dhulhijja, tunaambiwa kwamba ni siku ambayo kwamba alizaliwa Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Siku ya 5 ni siku ambayo kwamba alizaliwa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Siku ya 6 ni siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimletea khair kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku ya 7 ni siku ambayo kwamba tughlaqu abwabu jahannama wala tuftahu hatta yamdi ayyamu 10. Ni siku ambayo kwamba milango ya jahannam inafungwa na haifunguliwi mpaka masiku 10 haya yamalizike. Siku ya 8 inaitwa yaumu tarwiya, siku ya 9 inaitwa yaumu arafa, na siku ya 10 inaitwa yaumu nahar. Kwa sababu ya siku mbili hizi za mwisho, yaumu arafa na yaumu nahar, yanakuwa masiku haya yamekusanya utukufu na fadhila ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea sisi ummati Muhammad. Yaumu nahar ni siku ya kuchinja. Yaumu arafa ni siku ambayo kwamba ni kubwa. Mwenyezi Mungu aliteremsha aya yake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ni siku ambayo kwamba ni kubwa. Tunaambiwa kwamba watu wanatolewa, wanaachiwa huru na moto wa jahannam. Yaumu nahar ni siku ya kuchinja. Sasa ikiwa wewe umeweka azma ya kuchinja, ni kitu gani ufanye? Mtume anasema kwamba ikiwa umeweka azma, basi ikiingia Dhulhijja usiguse kucha wala usiguse nywele. Hii ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ibada ya kuchinja ni sunna imeanza kutoka kwa Abul Anbiya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Lakini ikhwani fillah, utukufu wa masiku kama haya nimetaja kulingana na alkitab na as-sunna. Allah subhanahu wa ta'ala alipozitaja siku kama hizi katika suratul Fajr, katika suratul Hajj, katika suratul A'raf, na nikaitaja hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, ni kuonesha kwamba masiku haya ni ya thamani, ni masiku ambayo kwamba yana utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni fursa dhahabia, ni fursa kwetu sisi ya dhahabu, kwamba sisi tuyapatilize masiku kama haya. Sasa ni yapi ya kuyafanya? Ni ibada gani tuzifanye katika masiku kama haya? Ikhwani fillah, juu letu mimi na wewe kwamba tudumu katika masiku kama haya na vitu ambavyo kwamba ni faradhi kwetu sisi. Usifanye jambo la sunna kisha faradhi kaiacha. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema kwamba hajikurubishi mja wangu zaidi kuliko na kila ambacho kwamba nimemfaradhishia. Kwanza nitekeleze faradhi, kisha baada ya kuitekeleza faradhi utekeleze sunna. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu amali iliyokuwa bora zaidi mbele ya Allah, akasema as-salatu ala waqtiha, ni kuswali kwa wakati. Kwa hiyo kwanza tutekeleze swala za faradhi. Baada ya kutekeleza swala za faradhi, kisha tufate mengine ya sunna. Kitu kingine cha kufanya ni kukithirisha tahlili na tahmid na tasbih. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema min ayami a'zam wala afdal min hadhihi al-ayyam faqtiru fi min at-tasbih wa tahmid wa tahlil. Hakuna masiku ambayo kwamba ni bora na matukufu zaidi mbele Allah kuliko haya masiku. Kitirisheni kuleta tasbih, kitirisheni kuleta takbir, kitirisheni kuleta tahlil, kitirisheni kuleta tahmid. Ibrahim alayhi salatu wassalam, mtume alipomuona katika safari ya Isra na Mi'raj, anamwambia ikra ala ummatika minni salam, wapatie umati wako kutoka kwangu mimi salamu, na uambie kwamba pepo ni nzuri
na mchanga wake ni mzuri, na ardhi yake ni pana, na mimea yake ni kusema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Yani unapolisema hili tamko, basi ni sawa na kumeesha mmea katika pepo yako. Kwa hiyo masiku ambayo kwamba tunafaa tukithirishe adhkar ni masiku kama haya. Nabii Musa alayhi salatu wasalam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumuomba Allah kwa muda mrefu, anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, kumeingia masiku ya Dhulhijja, nipatie mimi kilima ambacho kwamba nitakuomba nacho. Yani nikikitaja hiki kilima, ya Rabbi, utanitakabalia dua yangu. Mwenyezi Mungu anamwambia kithirisha kusema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo katika adhkari kubwa za kuzifanya ni kuleta dhikri ya la ilaha illa Allah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Ikiwa kuna stress, jua kwamba walioamini nyoyo zao zinatulia kwa sababu ya dhikri. Akiwa na matatizo, moyo unatulia kwa sababu ya dhikri. Dhikri unapoileta kwa wingi, moyo basi unapata itminan, unapata sakina, unapata utulivu. Sasa masiku ya dhikri ni haya. Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, na walitaji jina la Mwenyezi Mungu katika masiku maalum, si mengine, ni masiku haya ya Dhulhijja. Kwa hiyo mimi na wewe tufanye wingi wa kuleta adhkar, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupatia amri, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran. Enyi ambao kama mna imani, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala, tena mtajeni kwa wingi. Ukimtaja Allah mbele za watu, Mwenyezi Mungu anakutaja mbele za watu kwa bora kuliko watu ambao wanamtaja mbele yake. Kwa hiyo mimi na wewe tukithirishe adhkar. Moja la kulifanya ni kukithirisha asiyam. Tuwe ni wenye kufunga katika mwezi kama huu. Katika masiku haya kumi tuwe tutafanya ibada ya siyam. Ibada ya siyam ina ubora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuonesha ubora wa saum, Mwenyezi Mungu akasema kwamba as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Na katika fadhila za siyam si ile ya faradhi peke yake, la, ni kuendelea na zile za sunna pia. Tufanye wingi wa kufunga. Ikiwa basi tutashindwa, basi yaumu Arafa isitupite katika kufunga. Katika amali za kuzifanya katika siku hizi 10 tukufu, ikhwani fillah, ni kuwafanyia wema wazazi wawili, birrul walidain. Kwa sababu pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba ma min ayami al-amalu salihu ahabbu ila Allah, hakuna katika masiku amali iliyokuwa yenye kusuluhi inapendekeza ahabbu fiha ila Allah, yapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, min hadhihi al-ayyam. Masahaba wakakimbilia jihad, wakasema hata jihad imeshindwa na amali ambayo kwamba inafanywa katika masiku. Mtume akasema wala jihad hata jihad. Kwa hiyo amali ya jihad ni bora, na ndio masahaba lilitambua ile, wakauliza hata jihadi. Yani kama wewe kuna mtu unamtambua ni tajiri, kisha uletewe mtu mwingine wako bwana na hela si mchezo, lazima utamkumbuka yule mtu wako unamfahamu, anamshinda hata mtu fulani. Sasa ukiambiwa huyo pia hana kitu, akifika hapo ni maskini, utajua huyu bwana basi. Sasa jihadi masahaba wanajua kwamba ni amali ambayo kama ni bora, lakini Mtume alisema wala jihadu fi sabilillah. Sasa kuna kijana katika masahaba alimfuata Mtume akamwambia, ya Rasulullah, nataka kwenda jihad. Mtume anamuuliza, je, wazazi wako wako hai? Anasema ndio wako hai. Mtume anamwambia fa fihima fajahid, kwa hao wazazi wawili fanya jihadi. Yani watendee wema, wafanyie mazuri, wafanyie ihsani, wasijutie kwamba mbona sisi tulimzaa huyu. Wafanyie uzuri, wafurahike. Kwa hiyo katika amali za kuzifanya
katika masiku haya 10 ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Katika mambo ya kuyafanya katika masiku haya 10 ni kukithirisha kutoa sadaka. Sadaka ni kitu kikubwa. Ikiwa ni Qur'ani tunaijua, ikiwa ni hadithi tunazijua, ikiwa ni mashaikh washazungumza kuhusu sadaka, lakini tambua kwamba kila inapopambaukiwa asubuhi, unapopambauka, kuna malaika wawili wanashuka. Malaika mmoja anasema ya Rabb, Allahumma, Mola, mpatie munfiqan, yule mwenye kutoa, khalafan, mpatie badali. Yani huyu anayetoa ya Rabb, mpatie badali. Yani ikiwa wewe utatoa shilingi 10, basi Mwenyezi Mungu akupatie badali iliyokuwa bora zaidi ya ile shilingi 10 uliyotoa. Kisha huyu malaika wa pili anasema Allahumma ati mumsikan, ya Rabbi, mpatie huyu mwenye kuzuia. Yani ambapo kwamba akisikia mtu ana shida, yeye wasema sina, kila time yeye hana, anataka kupatiwa yeye. Ya Rabbi, mpatie talafan, mpatie ukorofi. Angalia dua hizo malaika kila siku hiyo. Sasa utaona kwamba yule mwenye kubarikiwa ni yule mwenye kutoa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameombea wenye kutoa, na akatoa bishara akasema, al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla, mkono uliokuwa juu ni bora kuliko uliokuwa chini. Kwa sababu yule mwenye kutoa hawezi kutoa huko anatoa hivi, lazima ataweka mkono juu, na yule mwenye kupokea siku zote anaweka mkono chini. Sasa Mtume akasema ule mkono uliokuwa juu, ya Rabb, ubarikie, na huu ndio mkono uliokuwa bora. Sasa ikhwani fillah, tukithirishe sana kutoa sadaka katika masiku kama haya, kwa sababu ni masiku ambayo kwamba ni matukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni masiku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anajifakhiri kwa watu ambao kwamba wanaenda katika al-haram, wanaenda haji, anajifakhiri mbele ya malaika. Lakini hata sisi ambao kwamba hatujafanikiwa labda kwenda katika sehemu kama hii iliyokuwa tukufu, Mwenyezi Mungu naye pia ametupatia ubora wa masiku kama haya, fadla ya masiku kama haya. Ndio tukaitwa yaumu Arafa, ndio tukaikiwa kwamba masiku kama haya ukifanya amali, hata kama ile amali si bora, lakini kwa sababu ya utukufu kama wa masiku kama haya, ile amali inakuwa ni bora. Mwenyezi Mungu amejalia masiku 10 tajtamiu fihi al-ibadat, ibada zinakusanyika, ma la tajtamiu fi ghayrihi, hazikusanyiki hizo ibada katika siku nyingine. Yani katika hizi siku 10 zile arkanu al-Islam zinapatikana zote, ikiwa ni swala inapatikana, ikiwa ni saumu inapatikana, ikiwa ni zaka inapatikana, ikiwa ni haji inapatikana, tofauti na miezi mingine. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala masiku haya ameyabariki. Mwezi mwingine hawezi kupatikana haji, kwa sababu al-hajju ashhurun ma'lumat. Kwa hiyo ikhwani fillah, masiku haya tusiyafanye kwamba ni masiku ambayo kwamba hayana faida kwetu sisi. Mwenyezi Mungu anasema fala tadlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu ndani yake hayo masiku ama hiyo meza ambayo kwamba ni mitukufu nafsi zenu. Kuidhulumu nafsi ni vipi? Wewe unatambua kwamba Mwenyezi Mungu anapenda kwamba umwabudu, lakini wewe uabudu, hiyo ni kuidhulumu nafsi. Mwenyezi Mungu anapenda kwamba wewe utoe sadaka, hutaki unazuia, hiyo ni kudhulumu nafsi. Ikhwani fillah, tuwe na himma, na hakuna kitu ambacho kwamba tujikinge nacho kama maneno mabaya, maneno ya fujo. Tujiepushe na vitu vya kuongea uongo, tujiepushe na maneno machafu. Hata mtu ambaye kwamba ataenda haji, kitu ambacho kwamba imekatazwa nacho ni kitu kama hicho. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ikiwa umefaradishwa haji, hakuna maneno ya rafath, maneno machafu, hakuna maneno ya ufasihi, hakuna kujadiliana mijadala ambayo kwamba haina maana. Kwa hiyo tujitenge na tujiweke mbali na vitu kama hivi. Mwenyezi Mungu atujalie mimi na wewe
Masiku haya ni masiku ya kutufanya sisi, mimi na wewe, tuwe katika auliya illah. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.